Mtoto mdogo wa miaka 5 anashuhudia baba yake akivamiwa na kisha akikatwa moto na kutupwa kwenye korongo moja kubwa sana, na kwa ujasiri sana huyu dogo akachukua mkono pamoja na kichwa cha baba yake na kisha akakipeleka mpaka pangoni, na kisha akawa anakaa nacho kuanzia mwaka wa kwanza, wa pili mpaka ilipofika 20 na dogo akawa akiapa tu ndani ya miaka 20 kwamba kuna siku atalipa kisasi, kitu ambacho kinasababisha matatizo makubwa sana. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Mzigo unaanzia katika kijiji kimoja kilichopo katika nchi ya Denmark. Sasa katika hichi kijiji tunaona kuna huyu mwamba, jina lake anaitwa Giant. Mwamba ni mtu fulani hivi wa maajabu, na alikuwa akiishi na kijana wake mmoja, na kwa wakati wote walikuwa wakifurahia tu maisha. Upande wa pili tunaliona jeshi ambalo lilikuwa likiongozwa na chifu wa kijiji, na leo hii wakiwa wameandamana kuelekea maeneo ambapo mwamba Giant anaishi. Lengo tu ni kuweza kutaka kumkatisha moto huyu mchizi, na kwa kuwa alikuwa anakuja huku kabla hawajafika, mwamba Giant alikuwa tayari amewaona. Haraka sana akamchukua kijana wake na kumbeba, na kisha akaanza kukimbilia maeneo ya mlimani. Licha ya kwamba mwamba aliweza kukimbia milimani, lakini jeshi la chief pamoja na watu wake hawakutaka kabisa kuweza kumuacha. Mwisho siku na wao pia wakasogea mpaka maeneo haya. Mwisho siku mwamba Giant akaona kabisa alipokimbilia kuna korongo kubwa, hivyo hawezi tena kuendelea kukimbia. Akamchukua kijana wake na kisha akamficha maeneo haya, na kwa wakati huu akaliface na kulifata hili jeshi la huyu chifu wa kijiji ambao lengo lao kubwa lilikuwa ni yeye. Sasa mwamba kwa wakati huu akaanza kuwazonga, yani kuwatisha, ili tu wasije wakamfikia bwanaye. Basi isivyo bahati kwa huyu mchizi Giant, watu hawa wakaanza kumshambulia, yani mwenye mshale akapiga, mwenye moto akawasha. Sasa kwa wakati huu mwamba akazidiwa, akawa anarudi kinyume nyume, si akateleza bwana. Mchizi akatoka kuanzia kwenye korongo juu mpaka chini. Huyo udogo akawa anamshuhudia baba yake akiwa anatoka juu mpaka chini ya hili korongo. Sasa huyu chief ambaye ni kiongozi wa hili jeshi akataka kusogea ili kusudi kuweza kuhakikisha ya kwamba kama ni kweli ameweza kummaliza mwamba Giant. Na alipofika hapa kwenye hili korongo, alipotazama tu vizuri akamuona huyu dogo akiwa amejibanza maeneo haya hili korongo. Mchizi akavuta jambia na kutaka kuweza kummaliza huyu dogo, lakini kwa wakati huu huruma ikamshika, na hata dogo mwenyewe alimtazama akiwa na sura ya huruma. Mwamba akarudisha upanga na kisha akaondoka, lakini cha ajabu ni kwamba hata hakutaka kabisa kuweza kuwashirikisha wanajeshi wenzake na kuambia ya kwamba amemuona huyu dogo maeneo haya. Basi wakatimka. Huyu dogo jina lake halisi anaitwa Grendel, akashuka moja kwa moja mpaka alipo baba yake. Kumbuka tayari ameshakata moto, kwa hiyo hapa anakwenda tu kuutazama mwili wa baba yake. Dogo alifika hapa akiwa na huzuni kubwa sana, na kwa wakati huu akawa anamsogeza mshua wake, lakini mshua alikuwa ni mzito sana kwa kuwa alikuwa ni kipande kimoja cha mtu. Dogo alipoona hivi akaona isiwe kesi, akavuta jambia na kisha akamegua baadhi tu ya viungo kutoka katika huu mwili wa baba yake, na kisha dogo akavichukua moja kwa moja akaelekea katika maficho yake ya huko pangoni. Sasa dogo akaviweka hapa kama sehemu ya kumbukumbu, na hii ikawa inamfariji ya kwamba muda wote anahisi yuko na baba yake, kwa sababu yuko na vitu ambavyo vinampa kumbukumbu ya kwamba baba yake yuko hapa. Sasa hapa ni nadharia tu, baba yake kiukweli tayari ameshakata moto, na hapa huyu dogo akajiwekea kwamba lazima kuna siku atalipa kisasi juu ya hichi ambacho kimetokea. Basi siku zikasogea na miaka mingi ikawa imepita. Dogo Grendel tayari ni mtu mzima kwa sasa, na kwa wakati huu bado anaendelea kutazama fuvu la baba yake. Mchizi analia tu, huzuni ni nyingi ile mbaya. Sasa tunatupa upande wa pili kwenye hichi kijiji. Sasa leo hii kuna kabila lilikopo linafanya shughuli fulani hivi za mila, na kwa wakati huu wakawa wanafanya matambiko yao kwa mtoto wa mfalme. Lengo tu ni kutaka kuweza kuondoa nuksi pamoja na mikosi kwenye kijiji chao. Upande wa mchizi Grendel, yeye alikopo akiwatazama tu watu wao wakiwa wanaendelea na shughuli zao, lakini mwamba anapata hasira kila anapotazama watu wakiwa wanaishi kwa furaha, kwa kuwa yeye kipindi yupo mtoto alikopo akiishi na baba yake, na watu ambao walikuwepo kule katika kile kijiji ndio ambao walikuja na kumpotezea furaha yake namba moja. Hivyo mwamba alijitenga na kuishi peke yake. Hasira ni nyingi sana kwa mchizi Grendel. Sasa leo hii usiku kuna moja kati ya tafrija kubwa sana ambayo iliandaliwa hapa nyumbani kwa chief.
Sasa mchizi Grando naye pia siku hii aliifahamu, akaichukua kama advantage ya kwamba ndio siku ambayo atakwenda walau kulipa kisasi. Credo alipofika hapa alishusha walinzi wengi sana na kuweza kuyateketeza maeneo haya kwa kiasi tu kikubwa. Sasa Chief yeye hakuwa sehemu ya ile tafrija. Leo asubuhi alipoamka alienda akakutana na kitu cha ajabu sana. Alikuta watu wengi sana wakiwa wamelala maeneo haya, hii ikiwa inamaanisha tayari wameshakata moto, yani ni mili tu imebaki hapa. Wakati Chief yuko hapa anashangaa juu ya hili tukio, yuko mwamba mmoja aliweza kunusurika hapa. Alipofika hapa akaanza kumhadisia kwa uchache juu ya yale ambayo yameweza kutokea hapa, lakini Chief akamuuliza tena yeye alikuwa wapi wakati matukio yote yanatokea na kwa nini mpaka sasa bado anatembea. Mchizi akadai ya kwamba wakati tukio hili linatokea yeye alikuwa ametoka kidogo na kwenda kwenye kijiji kingine, na wakati anarudi aliweza kukutana na hili zama. Sasa wakiwa hapa wakawa wanashangaa zaidi, watu wengi ambao walikuwepo hapa ama wamekata moto wote ni wanaume, lakini wanawake pamoja na watoto mwamba hakuwagusa kabisa. Chifu aliposikia hivi wasiwasi ukaendelea kuwa mkubwa zidi yake. Upande wa pili katika mji mwingine sana, na huu umekuwa ukiongozwa na mchizi mmoja jina lake anaitwa Reo. Unaambia kwamba huyu chief sifa yake kubwa ni bingwa wa vita, yamekuwa akipigana vita vingi sana na vyote anashinda. Sasa leo hii mwamba leo alikuwa akisafiri kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, yeye pamoja na wanajeshi wake, na siku ya leo ilikuwa ni siku yenye baridi kali. Sasa upande wa huyu mchizi chief, baada ya kupata zile taarifa akagundua kwamba huenda aliyofanya hili tukio atakuwa anatokea tu kijiji hichi cha jirani, hivyo akachukua askari wake mmoja na kisha akapanda mpaka huku maeneo ya milimani. Sasa walipofika maeneo hapa mlimani, chief akamwambia askari wake asubiri hapa. Wakati huo yeye Kopo akaenda kuangalia upande wa pili kama aone huenda kuna mtu anaishi maeneo haya, lakini alikuwa ameshachelewa. Grando alimvizia askari wake na kisha akamkatisha moto maeneo haya. Wakati chief anageuka na kuanza kusanuka, tayari mchizi ameshafanya tukio na kisha akaondoka mara moja, lakini chief akabaki hapa anashangaa na kustaajabu, kwa nini huyu mwamba anafanya hivi? Basi asubuhi wanakijiji wote wakafika maeneo haya, wakawa na staajabu juu ya hili tukio ambalo limeweza kumtokea askari wake na chief. Mke wake na chief naye pia akamfuata mwamba chief, na kisha akawa anamlalamikia kwamba askari wake wamekuwa wakipotea sana. Huyu mwanamke akawa anamwambia mwanaume wake ya kwamba wanawake wengi wanapoteza waume zao na watoto kuweza kukosa baba zao. Mke wa chifu anaendelea kumwambia ya kwamba anapaswa kuweza kupatia ufumbuzi hili jambo haraka sana. Chief kwa wakati huu amechanganyikiwa tu, hana chochote cha kuweza kumjibu mke wake. Sasa siku inayofuatia mke wa chief akasogea mpaka kwa mwanamama mmoja ambaye alikuwa akiishi pembezoni kabisa mwa kijiji peke yake. Sasa huyu mwanamke jina lake halisi anaitwa Lena. Sasa huyu mwanadada Lena unaambia kwamba alikuwa akifanya matambiko mengi sana ya kichawi. Sasa na mke wa chief amekuja hapa akiwa na lengo moja tu. Lengo namba moja ambalo alikuwa akilihitaji hapa ni kutaka kuweza kufahamu kama huyu bidada Lena anaweza kukitazama kifo cha mtu kabla hakijamfika. Na kwa wakati huu akamwambia kwamba kuna mambo mengi sana yanayotokea kwenye kijiji, na kumwambia kwamba kwa hichi ambacho kinaendelea kwenye kijiji chao, je, na mume wake tafuata safari hii ambayo askari wake nao pia wanaanguka namna hii? Sasa huyu Lena akaanza kushusha lawama na kusema ya kwamba waliwahi kumfukuza kwenye hicho kijiji kwa kuwa waliamini ya kwamba yeye ni mtu mbaya, lakini leo bila aibu yoyote wameweza kumfuata eti kwa ajili ya kupata msaada. Mke wa chief akajitetea na kusema ya kwamba hata kilichotokea hakikuwa dhamira yake na wala yeye hakutaka kabisa yeye kuweza kuondoka kwenye hicho kijiji, lakini hapa akamwambia kwamba amekuja hapa akiwa anahitaji msaada wa dhati, hivyo anaomba msaidie. Lena yeye akadai ya kwamba haijalishi mume wake amefanya au hajafanya, lakini mikononi mwake bado kuna damu ya mchizi Giant. Huyu Lena akaamua kumwacha mke wa chief maeneo haya, huku akiwa anastaajabu kwa kuwa majibu yake yalikuwa short sana na ni ya mafumbo. Sasa upande wa mchizi leo alikuwa akielekea sehemu ambayo ni mbali kidogo na safari yake, na kwa wakati huo alikuwa ameshachoka sana kusafiri ndani ya maji. Sasa walipoona kisiwa kiko pembeni kidogo, wakaona ya kwamba wapumzike hapa na kisha waendelee tena na safari. Sasa kwa wakati huu akaja askari wa chief na kisha akaanza kuambia kwamba wanapaswa kuweza kuondoka mara moja maeneo haya. Mwamba leo akamwambia askari ya kwamba wao hawana nia ya kutaka kuweza kupora eneo hili, ila wamekuja kupumzika ili kesho waendelee tena na safari. Basi askari akabidi kuweza kumuita chief ili kusudi aweze kumtambulisha dhidi ya chief mwenzake leo. Chief alipofika hapa akamwangalia leo na kisha akafurahi sana kwa kuwa Mwamba alikuwa akisifika sana kwa hodari wake wa vita. Basi leo kapokelewa vyema sana na huyu mchizi chief. Mwisho siku vinywaji na sherehe ikapigwa maeneo haya. Pisi nazo
ambazo pia kama zote zilikuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuwapa furaha tu watu hawa. Muda kidogo baadaye, Leo naye pia akawa na mazungumzo na mchizi Chief, na kwa wakati huu Leo akagundua kwamba Chief amekuwa na askari wachache sana, na akaanza kumuuliza kwa nini askari wake wamekuwa ni wachache. Chief anadai ya kwamba hawako viumbe wa ajabu sana ambao wameweza kuingia katika kijiji chake, na hapa anadai ya kwamba hiko kiumbe kimekuwa kikimaliza sana wanaume na hala agusi watoto wala wanawake. Leo yeye aliposikia malalamiko haya kutoka kwa rafiki yake Chief, akataka kuweza kumlipia kisasi na kutaka kuweza kumsaidia juu ya jambo ambalo linamkabili huyu Chief. Sasa siku hii jeshi la mwamba wa kuitwa Leo likakaa hapa kwa ajili ya kuweza kutunza usalama, na wakasema ya kwamba Leo atazingatia kila kitu kuhusu ulinzi maeneo haya. Basi bwana Chief akaondoka na kuacha jeshi la Leo likiwa maeneo haya. Mwamba Grendel kama kawaida usiku huu alifika, na alipofika hapa akakutana na mwanajeshi mmoja ambaye aliwekwa tu kama chambo, lakini wezi amini, Mwamba Grendel alipofika hapa alinusa sana, lakini akahisi ya kwamba kama ni watu wa tofauti sana, na alipoenda mlangoni akakaa hapa na kisha akaanza kusikilizia tu. Na kwa wakati huu wanajeshi nao pia wakaanza kunyata ili kusudi kwenda kumtafuta huyu mchizi. Sasa walipofungua mlango, ghafla Mwamba kitambo alishaondoka maeneo haya. Basi asubuhi kulipokucha, Chief akaja hapa, lakini cha ajabu ni kwamba anakuta hakuna hata mmoja ambaye aliweza kukatishwa moto na yule mchizi Grendel. Mwamba Leo anamwambia Chief ya kwamba Grendel alifika maeneo haya tena mpaka mlangoni, lakini cha ajabu ni kwamba Mwamba hakuanzisha vurugu wala vita yoyote na wala hakuhitaji hilo. Lakini baada ya hapo, Leo pamoja na askari wake wakanyanyuka na moja kwa moja kwenda mpaka huku mapangoni kwa ajili tu ya kwenda kumtafuta huyo mchizi. Walitafuta sana, lakini walimkosa yule Mwamba Grendel, na kwa wakati huu wakaondoka maeneo haya. Muda kidogo baadaye, Mwamba Leo akamtembelea huyu bidada, jina lake anaitwa Lena. Alipofika hapa, Leo akamuuliza bidada Lena kama ni kweli anao uwezo wa kuona kifo kabla hakijafika. Bidada akadai ya kwamba ni kweli ana uwezo wa kuweza kufanya hiyo shughuli. Basi Leo akamwomba amwambie ya kwamba ni watu wangapi wataweza kupoteza moto, lakini pia amwambie ni nani ambaye atafanikiwa kuweza kummaliza Mwamba Grendel, na pia amwambie ni siku gani ambayo Grendel ataanguka. Lakini bidada Lena anasema ya kwamba yeye sio moja kati ya watu ambao wanapaswa kuweza kusikia hili, na kisha akasema ya kwamba hichi kijiji kimekuwa kimemfanyia mambo mengi sana ya ajabu. Alipokuwa mdogo walimfukuza maeneo hayo. Basi Lena akamwambia huyu Mwamba Leo ya kwamba Mwamba Grendel hawezi kumalizwa kirahisi namna hiyo, na watu wengi sana watakatishwa moto na huyu mchizi. Na anamwambia kwamba Mwamba Grendel anafanya hivi ili kusudi kuweza kuwapa adhabu kubwa juu ya dhambi ambayo waliwahi kuifanya. Mwamba Leo akaendelea kumuuliza, lakini bidada Lena akamwambia ya kwamba chanzo kikubwa ni lile kabila ambalo lilitumika kuweza kumpotezea baba yake. Muda mchache baadaye, wanajeshi wa Leo wanamfuata hapa kiongozi wao na kumwambia kwamba wanapaswa kuweza kuondoka jioni hii. Lakini Leo yeye alipopata nafasi nyingine akazungumza na Chief, na kwa wakati huu akawa anamuuliza maswali kadhaa kama aliwahi kufanya jambo lolote baya kwa huyu mchizi Grendel, hasa katika kipindi chake cha nyuma. Chief yeye akadai ya kwamba hakumbuki vizuri, lakini kipindi ambacho cha zamani kidogo aliwahi kumkatisha moto mtu mmoja. Chief akawa na jazba. Leo yeye anadai ya kwamba hakuuliza kwa ubaya, ila alitaka tu kufahamu. Na hapa Leo anadai ya kwamba kwa nini huyu mtu anashambulia wanaume peke yake na wala sio wanawake na wala sio watoto. Chief yeye anasema ya kwamba miaka 20 kweli kuna jambo lilitokea, lakini hafikirii kabisa kama hilo linaweza likawa ndio sababu ya hawa watu wote hawa kuweza kukatishwa moto. Mwamba ni mbishi kweli kweli, hataki kabisa kuweza kukubali kosa. Siku nyingine tena wanajeshi wa Leo wako pale pale, na kwa wakati huu Grendel akaja tena, wakatoka nje kwa haraka, lakini kwa kuwa kulikuwa kuna ukungu mkubwa na giza jingi sana, hawakufanikiwa kuweza kumuona vizuri Mwamba Grendel, na Mwamba Grendel akaondoka. Siku inayofuata Mwamba Leo akasogea tena kwa yule bidada Lena, na kisha akamwambia kwamba amwambie na ampe mbinu ya jinsi gani ambavyo wanaweza kummaliza mchizi Grendel. Lena yeye anamjibu Mwamba Leo na kumwambia kwamba anapaswa kuweza kubeba askari wake na kisha aondoke maeneo haya, lakini Mwamba Leo yeye hataki kabisa kuweza kuelewa, na kwa wakati huu anamuomba sana bidada Lena ampe mbinu na namna ambavyo wanaweza kummaliza Mwamba Grendel. Lena yeye akakubali kumfanyia lamli ili ajue ni namna gani ambavyo wanaweza kummaliza mchizi Grendel, na kwa wakati huu Leo
Leo na Lena wakawa hapa wanaanza kufanya mambo yao, lakini kabla hawajamaliza, ghafla mwamba Grendel akatokea mitaa hii. Leo alipoona hivi akatoka nje kwa ajili ya kumkimbiza. Grendel naye pia akakimbia. Leo akaona isiwe kesi, akabeba farasi wake na kisha akaanza kumfuata mwamba huko huko milimani. Lena naye akamfuata Leo milimani huku. Mwamba Leo akamuona Grendel na kwa wakati huu akamuuliza swali, kwa nini anafanya hivi, ama kwa nini anafanya vitendo hivi bila huruma? Sasa kwa mara ya kwanza mchizi Grendel akaanza kuzungumza, na kwa wakati huu akazungumza lugha ambayo mwamba Leo hakuifahamu, lakini kwa bidada Lena yeye alikuwa akimsikiliza na kumuelewa vizuri. Lena akamwambia Leo ya kwamba Grendel anasema ya kwamba yeye pamoja na watu wake hakuna kitu chochote ambacho amewahi kufanyiwa nao, ndio maana hakutaka kabisa hata kumzuru mtu yoyote kati yake. Lena akamsisitiza na kumwambia ya kwamba anapaswa kuweza kukaa mbali pia, kwa maana hili swala halimuhusu kabisa. Mwamba Leo bado anahitaji maelekezo kutoka kwa huyu bidada Lena, na hata bidada Lena akaona bora ampe historia yake na kumwambia kwamba miaka ya nyuma Chief alimchukua mbwa wake na kisha akamlazimisha aweze kulala na huyo bidada hapa, lakini yule mbwa alifariki pale pale. Sasa kupitia hichi viongozi pamoja na wanakijiji wakamfukuza sana, huku wakiwa wanamlaumu huyo bidada, lakini licha ya kwamba aliweza kukimbilia milimani, bado askari walimfuata na kisha wakaendelea kumfanyia vitendo vya ajabu. Mwanadada Lena anadai ya kwamba toka akutane na baba yake na Grendel, maisha yake yalibadilika dhidi ya wale maadui wa Chief, na baada ya hapo kijiji pamoja na Chief pamoja na wanajeshi wenzake wakamuondoa baba yake na Grendel. Leo aliposikia hivi akaenda moja kwa moja mpaka kwa Chief, na kwa wakati huu akamwelezea kila kitu ambacho aliweza kukisikia kutoka kwa yule mwanadada Lena. Chief, ajabu ni kwamba kila anaposikia habari hizi huwa anakasirika sana, na hapa akamwambia mwamba ya kwamba watazungumza hili baadaye. Sasa wakati mwamba Leo anarudi akiwa pamoja na jeshi lake, ghafla akakutana pia na mtu mmoja ambaye alikuwa anaonekana kama kilema. Huyu mchizi analalamika kwamba baba yake amekatishwa moto na mchizi Grendel, na hii ni mara baada ya baba yake kuweza kuhusika na kifo cha baba yake na Grendel, na huyu dogo akadai kwamba hiyo ndio sababu ambayo wanaume wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao katika maeneo haya. Sasa huyu kijana akawaambia wakina Leo ya kwamba yuko tayari kuweza kutoa ushawishi pamoja na ushirikiano mkubwa sana kwenda kuonyesha sehemu ambapo Grendel anapatikana. Basi mwamba Leo akaamua kuweza kupanga jeshi lake vizuri na kisha akaandaa usafiri na kwenda moja kwa moja ambapo mwamba Grendel anapopatikana, lakini walipofika mitaa hii wanagundua kwamba sio sehemu rahisi sana kuweza kuingilika, na askari mmoja alipokuwa anataka kutaka kushuka, ghafla akataka kuteleza kwa sababu kulikuwa kuna korongo refu sana, mpaka maskari wenzake wakamsaidia, na kwa wakati huu wakapanda zao boti na kurudi zao kwao. Lakini wakiwa zao njiani, ghafla mwamba Grendel akawashambulia kidogo, lakini askari kwa kuwa alikuwa imara waliweza kumdhibiti kwa namna fulani na Grendel akakimbia. Sasa siku ya leo hao wanajeshi usiku wakawa wamekaa tena mazingira haya standby kwa ajili ya kumsubiria yule mchizi Grendel. Mwamba leo hii hakutokea, lakini cha ajabu ni kwamba wakati wanajeshi wa leo wanatoka nje wakakutana na maiti ya yule dogo ambaye jana alikuwa akielekeza nyumbani kwa Grendel. Basi hichi kitendo kilimuumiza sana mchizi Leo. Leo akaona isiwe kesi, akabeba vijana wake na kisha wakaenda kujitahidi kwa nguvu sana kuweza kuingia nyumbani kwa Grendel, na walipofika huku wakakutana na vitu vingi sana vya ajabu, lakini mmoja kati ya askari akachukua lile fuvu la baba yake na Grendel akalipasua hapa hapa. Grendel hakuwepo kabisa eneo la tukio, lakini mwamba aliporudi akagundua kwamba fuvu la baba yake tayari lilishapasuliwa na lile pango lake nalo pia lilishaharibiwa. Mwamba alipotazama tu hivi akagundua kwamba ni nani ambaye amehusika na hichi kitendo. Kwa hasira kubwa sana mwamba akaapia kupambana na hawa watu. Basi usiku ulipofika, mwamba Grendel kama kawaida akaingia eneo la shughuli. Usiku walinzi wengine wakiwa wamelala, mwamba alivamia na kisha akachukua walinzi kadhaa, ikiwemo na yule ambaye aliweza kuvunja lile fuvu la baba yake. Mwamba aliangusha watu wengi. Leo naye akatoka nje na kisha kwa wakati huo akaanza kupambana na huyo mchizi Grendel, lakini ajabu zaidi ni kwamba mwamba akagundua kwamba licha ya uimara wake kwenye vita, ila kwa Grendel bado atoshi. Grendel alimuonea kweli huruma na mwisho siku akataka tu kuondoka maeneo haya, lakini mwamba leo akamshika mguu akaanza kumnyonga na huu mnyololo. Sasa wakati mwamba mkono mmoja umening'inia na mnyololo, hapa maskari wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kutaka kumshambulia mchizi Grendel, lakini huwezi amini, mwamba alikata mkono wake yeye mwenyewe na kisha akakimbia huku maeneo ya majini. Bwana, huyo mwamba ni hatari kweli kweli. Basi mwamba Grendel alipofika hapa, kwa
kuwa tayari alipigwa na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimebeba na sumu, mwamba akakata moto hapa hapa maeneo ya majini. Asubuhi na mapema leo akaanza kukusanya vijana wake ambao kwenye pambano na Grendel waliweza kukata moto nao pia. Leo akawa anazungumza na mchizi Chief. Leo yeye anatamani sana kuweza kumwambia mchizi Chief juu ya mambo yote ambayo yameweza kutokea hapo awali na mambo ambayo mwamba ameyafanya. Muda mchache uliopita alimwambia, lakini alimwambia mambo kidogo. Chief akakiri kweli aliweza kufanya hili tukio, na ukweli ni kwamba yule dogo alimwacha kweli, na ndiyo alikupo na baba yake wakati ule. Chief akadai ya kwamba ni kweli alimkatisha moto baba wa mtoto ambaye hakuwa na hatia yoyote, lakini leo akamlaumu sana na kumwambia kwamba kwa sababu yake watu wengi sana wameweza kukatishwa moto kwa mchizi Grendel. Leo anaendelea kusema ya kwamba mwamba Grendel hakuwahi kabisa kuwa mtu mbaya, ila wao ndio ambao wamesababisha yule mwamba kuwa mtu mbaya. Chief kusikia maneno kutoka kwa mchizi leo anajisikia aibu kiukweli. Basi usiku ulipoingia kama kawaida wakapata chakula cha pamoja, lakini mwamba leo akaenda moja kwa moja mpaka kwa yule bidada Lena. Wakawa wanapiga sana story hasa kumuhusu yule mwamba Grendel pamoja na baba yake, na kusema ya kwamba Grendel alikuwa ni mtu mzuri sana na wala hawakuwahi kufanya naye kitu chochote, lakini mwamba alijitahidi sana kuweza kumpatia ulinzi huyo binti. Stories zikawa ni nyingi sana, lakini wawili hao wakajikuta wakipigana show mitaa hii. Sasa usiku huu unaambia kwamba mama yake na Grendel akaingia mitaa hii, na kwa wakati huu akawa analipa kisasi kwa yote ambao waliweza kumfanyia mwanaye Grendel. Unaambua alicheza watu wengi sana mitaa hii, huku akiwa ameshikilia mkono wa kijana wake. Sasa huu usiku dogo mmoja anaingia nyumbani kwa Lena. Alipomkuta Lena akamwambia kwamba anapaswa kuweza kukaa kimya, na huyo dogo akatoka taratibu. Sasa unaambua kwamba hawa askari kwa kile ambacho kilitokea walihisi ya kwamba huenda bado Grendel ni mzima, na wakati wanakwenda kujiandaa kwa ajili ya kumtafuta, ghafla wakakutana na wanajeshi wenzao, vichwa vyao vikiwa vimening'inizwa mitaa hii. Leo alipoona hivi akagundua kwamba huenda Grendel bado yuko hai, na moja kwa moja akaenda mpaka mapangoni kumfuata mchizi Grendel. Alipoingia huko akakutana na mwili wa Grendel, na wakati anausogelea ili kusudi kuweza kuuangalia zaidi, mamake na Grendel alimfuata na kisha akaanza kumvamia. Mapambano yalikuwa ni makali sana, lakini mchizi leo akakota jiwe na kisha akamzabua mama yake na Grendel, akamweka chini na kumkatisha moto hapa hapa. Sasa wakati anamaliza hii shughuli, yule dogo akatokea tena. Mwamba leo alimwangalia kwa huruma sana huyu dogo, na hii ni wazi ya kwamba naye dogo pia alikuwa akimwangalia Grendel kwa huruma sana. Hili ni sawa na lile tukio ambalo liliweza kutokea kwa Chief pamoja na yule mtoto, kama unakumbuka mwanzo kabisa. Leo alimuacha kweli huyu dogo na hakumfanya kitu chochote kile, akarudi moja kwa moja kwa Chief na kumwaga na kumwambia kwamba kila kitu kimeisha, Grendel ameshafariki na mama yake naye pia ameshafariki, na mwamba akawaaga kuondoka hapa. Sasa kabla hajaondoka, leo akamfuata bidada Lena na kisha akamwambia kwamba anapaswa kuwa makini sana, kwa maana hawa watu wakigundua kwamba wameuacha uzao wa Grendel watawafuata wote na kisha watawamaliza. Lena akasema ya kwamba itabaki kwa siri na anamwahidi hivyo mwamba. Mwamba leo akaenda moja kwa moja mpaka kule ambapo anapoishi yule Grendel, akajenga makaburi makubwa mazuri sana ya kumweka Grendel pamoja na mama yake. Wakati huu huyu mtoto wa kina Grendel alikuwa akishuhudia hapa mambo yote haya, huku akiwa na uchungu vibaya mno. Baada ya hapo mwamba akabeba askari wake na kurudi zake kijijini kwake. Na huu ndio kwa mwisho hapo mzigo wa kuitwa Beowulf Grendels wa mwaka 2005. Usiache ku comment, like pamoja na ku subscribe. Bwana mimi naitwa Kipaso Njeyara bwana. Oi. Bonge Story.